Welcome back. Today on Mishoni we feature a coastal-based musician. Now this guy, believe it or not, is Nyota Ndogo's brother, but he has a fresh style of music called the Swahili Jazz. This style has had him perform in some of the biggest platforms in Kenya. Ladies and gentlemen, Juma Tutu. Yela yela au sio vipi? Msanii wako matata kabisa hapa Juma Tutu. Unatazama Mishoni ndani ya K24. Subanduke au sio? Naam, Juma Tutu ni mwimbaji, mpuliziaji saxophone, ni mwalimu wa muziki na ni mwanafunzi pia wa muziki na ndio the band leader, kiongozi wa kikundi chetu cha Swahili Jazz Band. Grow up Mombasa, Makande. Sisi kwetu tumebarikiwa, tumejaliwa tuko 6. Mimi nikiwa kiongozi hapo nambari 1 kabisa. Alafu nafuatiwa na dadangu mdogo ambaye ni mwimbaji maarufu sana, nafikiri namfahamu, Nyota Ndogo. Lakini jina lake halisi ni Mwanaisha Abdalla. Kama vile mimi naitwa Juma Abdalla. Watu wanapenda, watu wamerudi kwenye live music kwa sababu live music ndio kweli. Watu hawawezi kuwa wakati ule watu wakipenda sana wasanii wanaoimba bila live music, kucheza na hizi tunazoziita CDs ama playback. Ni wakati wa show, wakati wa showbiz. Wakati unaona msanii hata hutaki kujua anaimba nini, wewe bora ukimuona tu picha yake pale akirukaruka unaenjoy. Lakini inafika wakati hata umri wako ukikomaa na binadamu, unataka ukae usikilize, umuone anafanya nini msanii na uwaone wale wanaocheza vile vyombo, kwa sababu ni expression. Ndipo sasa mimi nilibaki hapo kwenye live music. Nilijua itafika wakati ambapo kwamba live music itarudi, na live music imerudi kabisa. Na sasa sisi ambao tulikuwa tumebobea huko, ndipo sasa unatuona tuko katika nyadhifa kama hizi kwa sababu tunastahili, kwa sababu tumebobea zaidi. Naam. Mimi nilivyoamua kwamba hii ndio direction nataka kuchukua kimuziki, kwamba nataka niweze kuwa mwanamuziki wa kimataifa. Ilikuwa nimeshajaribu sana kucheza na watu ambao ni marika yangu ama wakubwa wangu, lakini ikakuwa ngumu sana katika ile command, ile chain of command, kwa sababu sote tuko na ile wataalamu wanaita ego, kila mtu anataka vyake. Nikaamua nichukue vijana ambao ni wadogo kwanza kiumri, na wenye azma ya kutaka kwenda mbali, ili nianze fundisha mimi mwenyewe. Si kuwachukua ati wakiwa hawajui kabisa, lakini nimechukua mtu ambaye anaanza kidogo, nimekaa nao kama huu ni mwaka wa 3 sasa, unaenda mwaka wa 4. Tumekuwa tukifanya mazoezi tu. Kwa hiyo naweza kusema nimekuwa nikiwachukua moja baada mwingine. Kama wa mwisho kabisa tulipoona tunahitaji msichana, nikajua kwa familia kuna kipaji, kuna dadangu, nikamleta kutoka Mombasa, na hapa mahali ameingia ni mahali pake kabisa. Naam.
mimi napatikana tu kwenye corporate events, kwenye harusi na katika concerts, international concerts, local concerts kama hii ambayo inakuja mwezi wa pili, International Jazz Safaricom International Jazz Festival. Kwa hiyo sio rahisi kunipata tena pia katika vilabu ama hoteli, kwa sababu inakuwa ni kwamba sio rahisi kwa most of hizi vilabu kuweza kutulipa kulingana na muziki wetu ulipofikia kwa sasa. Mawaidha ambayo ningependa kuwapatia wanamuziki wanaochipuka ni kwamba mimi sio mwanamuziki wa kwanza kuwaelezea hivyo. Wanamuziki wengi wamekuwa wakiwaelezea, lakini mimi tena leo mwaka kama huu 2015 nakwambia, kama unajiamini na uko na product yako, usisite kuona kwamba ati ni ya kinyumbani ama ni ya Kiafrika uanze kuiga muziki ya kwingine. Ng'ang'ana hapo, usibanduke na utafanikiwa tu. Mimi nafanikiwa sasa, nimevumilia kwa miaka mingi sana na matunda nimeanza kuyaona. Sina mashindano na mtu yote kwa sababu nimejengea muziki wangu, nimeupika, umechukua miaka lakini umeiva na sasa unanunulika dunia nzima. Kwa hiyo vijana, hapo tu, muziki yenu hivyo, usiogope.